Yes, karibu sana. Asante sana. Pastor Mwangi ndio huyu, nataka tufasalimie na tuambie imekuwaje. Karibu sana. Ninasikia nimebarikiwa. Naitwa Pastor Mwangi, niko hapa Tasi ya Word of Jesus Ministries. Na mpate kubarikiwa. Asante sana. Pastor, ningetaka tuongee mawili matatu kuhusu the salvation. Kuna yule mtu ako pale anajiuliza what is salvation, ama wokovu ni nini? Kwa nini mienendo zangu bado ziko chini ingali nimeokoka? Haya, kulingana na Biblia, wokovu ni nini Pastor? Wokovu ni kuacha mizigo yote ambayo ilikuwa imekukumba na unamkubali Yesu kwa maana ni yeye alisema ya kwamba njoni kwangu enyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Mizigo yote, iwe ya pombe, iwe mizigo ya usherati, iwe mizigo ya magonjwa, iwe mizigo ya laana, yote Yesu anaondoa. Iko katika kitabu cha Mathayo 11:28. Come unto me all who live in heavy laden, and I'll give you a rest. Njoni kwangu enyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hiyo ndio wokovu. Mizigo uliyobebeshwa, Yesu anakupumzisha, unakuwa mtu ambaye ako huru, unakuwa mtu ambaye barikiwa. Unakuwa umebarikiwa. Asante. Kumaanisha unafaa uachane na zile mizigo ulikuwa unabeba awali na ujue Yesu ni kutumikia Yesu. Ndio. Haya. Kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu? Kwa nini mwanadamu anahitaji wokovu? Ile kitu inafanya mwanadamu ahitaji wokovu ni kwa sababu kwa Yesu peke yake ndio kimbilio. Kwa Yesu ndio kimbilio. Na kwa Yesu peke yake ndio njia. Ndio njia ya kweli. Hiyo tu ndio njia. Usidanganyike na mambo ya dunia. Usidanganyike na mambo yote hii ambayo unaona watu wakifanya. Ukimfuata Yesu na umwamini, hiyo ndio njia. Hiyo ndio njia. Ndio maana anasema Matthew 7:7. Unapobisha utafunguliwa, unaomba utajibiwa. Sasa ndio maana unamhitaji Mungu. Exactly. Amina. So mwanadamu anahitaji wokovu kulingana na maandiko. Je, mtu anawezaje kupoteza wokovu baada ya kuokoka? Mtu anaweza kupoteza wokovu kama hatakuwa muombaji, kama hatakuwa mtu wa kusoma Biblia, na kama hatakuwa mtu wa kujinyima. Lazima ujinyime mwili wako ili upate Mungu. Saa ingine unakuta kwamba tunaenda milimani, unajinyima chakula, unajinyima kila kitu ndio utafute uso wa Mungu. Kulingana na maandiko, ni wapi unaweza tutolea an example ya kwamba mtu fulani alimwacha Mungu mambo yake ikaharibika? Kulingana na maandiko, kuna kijana mmoja ambaye alikuwa baba tajiri. Baba siku moja akapotea, akatoka kwao akaenda. Alipoambia baba yake mimi nataka kwenda, akaenda. Na alipoenda akakula shida mingi sana, akarudi kwa baba yake na machozi. Tunamuita mwana mpotevu. Sasa wewe unapotoka kwa Mungu, ulikuwa umeokoka, biashara zako zinaenda vizuri, kila kitu inaenda vizuri, umeolewa, umeoa, usitoke kwa Mungu. Kwa sababu ukitoka kwa Mungu utarudi kama ule mwana mpotevu. Wokovu unapatikana vipi? Ni kwa imani pekee au ni kwa matendo pia? Maandiko nasema faith without action is dead. Kwa hivyo imani lazima iambatane na matendo. Na imani inaambatana na matendo kwa sababu hebu angalia in the book of Mark 5:25. Mark 5:25. Imani inatuonyesha jinsi ambavyo imani inaweza kuambatana na matendo. Na kwa mwanamke mmoja kwenye kutoka damu muda wa miaka 12, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano wa nyumba. Aliguza vazi, maana alivuguza vazi lake, maana alisema nikiaguza vazi yake tu nitapona. Amen. Ni hivyo. Kwa hivyo hiyo inatuonyesha kuhusu imani na matendo. Yule mama alisema nitakapoliguza vazi la Yesu nami nitapona. Ndiposa yule mama hata kama alikuwa amepitia kwa madaktari wengi hakusaidika, akatumia pesa mingi, alikuwa tajiri,
akaenda kwa Yesu. Alisikia tu Yesu Kristo mara moja na akasikia yale mambo anatenda, akaenda kwa Yesu na alipoenda kwa Yesu akaliguza vazi akapona. So hiyo ni imani na matendo. Hiyo ni imani na matendo. So ukiwa pale Mkristo na unajua ya kwamba imani yako haikuelekezi wewe. Unajua there is another story here ambapo unapata most of Christians sasa hivi wanajipata wako na imani lakini matendo hakuna. Usipokuwa na imani na matendo, wewe unangoja hiyo product itatoka wapi? Unajua imani ni venye pastor amesema ya kwamba yule mwanamke alitokwa na damu kwa miaka 12, akaona Yesu akipita, akajua ya kwamba niko na imani tapona, lakini lazima niende niguze zile vazi la Yesu na nipone, na ilifanyika hivyo. So kwa yule pale Mkristo ako pale, wewe tu uko pale, kazi yako ni fire for nothing. You have to receive that fire through action. You cannot receive fire without action. What action umechukulia hatua? Unajua kama pastor venye umesema wokovu pia ni, umesema pale mwanzo ulisema wokovu pia ni imani. Lakini hiyo imani yako iko na matendo. Haya, wokovu ndio uliokoka, lakini zile dhambi ulikuwa unafanya pale umeziacha. Juu huwezi kuwa umeokoka na bado dhambi ziko. So unaweza kuwa umeokoka lakini dhambi bado ziko, meaning you don't have faith. Na kama una imani, sasa wewe ni maafa tupu. Sasa naona muda wetu umetupa kisogo, nikitaka tu wind up. Na ni ishara gani zinaonyesha kuwa mtu ameokoka? Ishara ambazo zinaonyesha mtu kuwa mtu ameokoka. Kitu ya kwanza, mtu ambaye ameokoka ukitukanwa usirudishe na matusi. Kitu ya pili, mtu ambaye ameokoka sio mtu wa kujipigania. Mimi vita mingi ambazo nimepitia katika maisha yangu nimeona Mungu akipigania kwa sababu sijipiganii. Kwa hivyo tuache Mungu atupiganie katika mambo yote. Mtu ameokoka sio mtu ambaye unamtukana umbwa na yeye anarudisha na jina lingine. Sasa matendo yake inafaa yaambatane na wokovu. Kama wewe ni mama na umeolewa, matendo yako mpaka mzee wako akiulizwa kama bibi yako ameokoka, anasema kweli ameokoka, kwa sababu haumuongeleshi vibaya. Lakini ukikuwa wewe ni wa kanisa lakini kwa nyumba unaleta vurugu, hautakuwa unaleta a good example ya Yesu Kristo. You must have a good example ya Yesu Kristo, vile aliishi maisha mazuri, akamwachia Mungu yote. Wakati mwingine nakumbuka Stefano in the book of Acts chapter number 8, wakati ambapo alikuwa anapigwa na mawe, na alipopigwa na mawe akamwambia, baba yangu uwasamehe kwa sababu hawajui wanachosema. Another example ni ya Danieli. Ninafurahishwa sana na maisha ya Danieli in the book of Daniel chapter number 6. Unakuta Danieli alikuwa anaonewa, wale maadui wake wakawa wanamchungulia vile anafanya, lakini yeye alikuwa, maandiko yanasema alikuwa anaomba asubuhi saa 7 na jioni, na alipokuwa anaomba hivyo hata baada ya kurushwa kwa tundu la simba alitoka na ushindi. Mimi nakwambia mtu wa Mungu ambaye unatuona asubuhi ya leo, uweze kutoka na ushindi. Ukiwacha Bwana kupigania vita zako utatoka na ushindi. Lakini wewe kama mwokovu ukisema utajipigania, utakuwa umepea Mungu kazi gani? Kwa hivyo wacha Mungu akupiganie na utatoka na ushindi. Barikiwa sana. Asante sana. Sana naona muda wetu umeisha. Nikitaka pastor utuambie utapatikana wapi na Mungu atatusaidia kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akubariki sana kwa moyo. Nitapatikana upande wa Tasia Embakasi, na Mungu akubariki sana. Wacha neema na rehema zake ziwe nawe siku zote. Amen. Nataka last time we talked about the Holy Spirit, na nikitaka huyo Roho atuongoze na tusaidie kuepukana na majaribu. Bwana wabariki na watendee mema. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus Christ, naja mbele zako asubuhi ya leo, utubariki tunapotoka na tukirudi. Bwana tuongoze, ni katika jina la Yesu Kristo. Bariki mtazamaji wetu, aendelee na kufanikiwa na Mungu amsaidie. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, nimeamini. Amen. Shalom, shalom.
Yes.